Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninakutukuza. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neema yako uliyotupa tukiwa wazima, tumekuja mahali hapa kukuabudu. Na sasa Mungu, tunaenda kujifunza neno lako la uzima. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa uweze kunena na kusanyiko lako hili. Roho zilizopo mahali hapa ni za thamani sana mbele zako. Naomba Bwana ukatawale moyo wa kila mmoja, ili neno lako ambalo umekusudia kunena na watumishi wako likalete uzima na afya katika mioyo yao, katika jina la Yesu nami nikiomba na kuamini, amen. Amina. Basi fungua pamoja nami kwenye Biblia takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ile ya pili. Tutasoma mstari wa 15 hadi ule mstari wa 17, na baada hapo tutasoma ile Mwanzo tena sura ile ya 3 mstari wa 1 hadi ule wa 4. Mwanzo 2:15 hadi 17. Tutasoma Mwanzo sura 3 mstari ule wa 1 hadi ule wa 4. Nitasoma mwenyewe. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Itasoma Mwanzo 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiyale wala msiyaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tutaenda kujifunza ujumbe unaosema, ni sauti ipi unayoiishi leo? Ni sauti ipi unayoiishi leo? Tunajua sauti ni mlio, au sauti ni tamko, au ni maelekezo ambayo yanatolewa. Kuna sauti za namna nyingi. Vyombo vyetu vina sauti, na sisi tunaposema tuna sauti, lakini pia kuna sauti ambayo inahusiana na mtu, namna ambavyo anatoa maelekezo. Hiyo nayo ni sauti. Tumesoma katika kitabu hiki cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo, mwandishi ni Musa. Musa alifunuliwa mwanzo wa kila kitu. Kitabu cha Mwanzo kimejaa mianzo ya mambo mbalimbali: mwanzo wa uumbaji, gharika ya kwanza, uasi wa kwanza, mauaji ya kwanza, watu wakimsifu Mungu wa kwanza. Kimebeba mambo mengi yanayohusiana na mwanzo. Na huyu Musa ameandika vitabu 5. Ameandika kitabu cha Mwanzo, akaandika kitabu cha Kutoka, mambo ya Lawi, Kumbukumbu la Torati na Hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumesoma habari hii ambayo inahusiana Mungu wakati amemuumba mwanadamu kwa mfano wake, kwa sura yake. Kwanza, kabla hajamuumba mwanadamu, Mungu aliweza
akaumba vitu vyote, akaumba na wanyama, akaumba na ndege wa angani, akaumba na miche ya kondeni, akaumba na samaki wa baharini. Vyote vilitangulia kuumbwa kabla ya mwanadamu hajaumbwa. Kabla ya mwanadamu kuumbwa, Mungu alitangulia kuumba vitu vyote, ili mwanadamu atakapokuja, yeye ndiye atawali hivi vitu. Mungu alimwandalia mwanadamu mambo mazuri yaliyo mema, ambayo yatafanyika baraka kwake, ambayo yatamsaidia katika maisha yake. Akaumba kila kitu, akaumba wanyama, na baada ya hapo tunaona Mungu anamuumba Adamu, na anapomuumba tayari akamweka kwenye bustani ya Edeni. Alipomweka kwenye bustani ya Edeni, tunaona ya kwamba Mungu aliweza kumpa maagizo. Sauti ya Mungu yenye maelekezi, anaelekeza, anamwambia Adamu ya kwamba matunda ya miti yote katika bustani mwaweza kula, lakini mti wa katikati msile. Akasema kwamba ukila matunda ya mti huo utakufa hakika, utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Duniani kuna sauti za aina mbili. Kuna sauti nyingi, inawezekana kuna nyingine unajua, lakini asubuhi ya leo napenda tuweze kujifunza aina mbili za sauti: sauti ya Mungu na sauti ya Shetani. Sauti ya Mungu ilikuwa ni sauti yenye kutoa maelekezo. Mungu anamwambia kwamba utakufa hakika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotoa maelekezo, Mungu akishatoa maagizo, hawezi akawa na namna ya kukuzuia au kumzuia mtu asitende yale anayoyataka. Namba moja, mtu ambaye namba moja mwenye demokrasia ni Mungu. Anampa mwanadamu uhiari wa kuchagua kwamba atakapokula atakufa. Anampa maelekezo. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Mungu akishatoa maelekezo, hana muda tena wa kuendelea kukufuatilia. Na ndio maana utaona wakati Hawa ameenda kuchuma lile tunda, unaweza ukajiuliza kwa nini Mungu hakumzuia? Kwa nini Mungu asimzuie? Mungu tayari alishasema kwamba mtakufa, ukila utakufa. Alishasema, amewapa uhuru. Hata nyakati za leo Mungu anapotoa maelekezo, usifikiri kwamba anaweza akamzuia mtu asitende dhambi. Akishasema usiue, akishasema usiibe, akishasema usizini, unaweza ukaanza kusema kwamba kwa nini Mungu asizuie? Jamani, kwa nini akuzuia? Tayari alishatoa maelekezo kwamba ukifanya dhambi, ukitenda kosa lolote ambalo linamchukiza yeye, tayari kuna kifo, kuna kifo. Sikiliza nikwambie mchana wa leo, kuna kifo cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kuna kifo cha kiroho. Kwa hiyo Mungu akishatoa maelekezo, ametoa, anamwambia Adamu kwamba ukila utakufa hakika, utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Mesema kuna sauti za aina mbili: sauti ya Mungu na sauti ya Shetani. Sauti ya Shetani ni sauti ya pili. Sauti ya kwanza ni sauti ya Mungu. Kwa hiyo tunaona hapa Mungu anamwambia kwamba Adamu asile. Sasa tunajua ya kwamba kwa nini Mungu anamwambia kwamba siku mtakayokula mtakufa. Mungu alichokuwa anataka kwa kina Adamu na Hawa ni kwamba aangalie namna ambavyo watatunza uhusiano wao na Mungu.
namna ambavyo watatii yale maelekezo, namna ambavyo wataweza kutii kile ambacho amewaelekeza. Amewaruhusu miti yote, kwamba miti yote katika bustani mnaweza mkala, lakini huu mti msile. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kwenye maisha yetu ni muhimu sana kutii maagizo ya Mungu. Sauti ya Mungu ni sauti yenye kutoa maelekezo yenye faida. Sauti ya Mungu ni sauti ambayo inaelekeza watu waweze kutunza ushirika wao na Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya pili ni sauti ya shetani. Sauti ya shetani ni ya udanganyifu. Huku tumesoma huu mstari wa 17, Mungu anasema siku watakapokula, anasema utakufa hakika. Lakini tunaona hapa shetani kwa kumtumia nyoka anasema hakika hamtakufa. Ule mstari wa 4, nyoka, sura 3 mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Si mnaona hapo, hakika hamtakufa. Huku Mungu anasema utakufa hakika. Amegeuza, ameanza na hakika hamtakufa. Huku Mungu amesema utakufa hakika. Shetani kazi yake ni uongo, ni mdanganyifu. Anamwendea Hawa, anamwambia kwamba ati amesema matunda yote msile. Ni swali lenye mzunguko, ni swali ambalo linatafuta namna ya kumnasa Hawa. Hawa anasema yeye alichosema, amesema matunda yote tutakula, ila huu mti tusile, na tukishakula tutakufa. Nyoka anasema hamtakufa, hakika hamtakufa. Sasa swali, walipokula kifo kilitokea, kutokea? Watu wanakufa hawafi? Mpaka leo kuna mauti ya kimwili, kuna mauti ya rohoni. Mauti ya rohoni ni ile mtu ambaye ametengwa na Mungu. Ndio maana Biblia mahali pengine inasema wana majina yaliyo hai, lakini wamefanya nini? Wamekufa. Mtu anapokuwa ametengwa na Mungu, hicho ni kifo. Anaweza akawa na jina lililo hai, akaitwa Musa, akaitwa Yosefu, akaitwa fulani, kama wengine ambavyo huwa wanajivunia majina. Kienda kuwashuhudia, ashukuru mwangalizi umesema vijana wanaenda kushuhudia. Unapokutana na watu kule, wanakuambia kwamba mimi naitwa Ibrahimu, yaani kwamba mimi nimeokoka, nimebatizwa, ninaitwa Ibrahimu, naitwa Josefu. Kwa nini? Anataja jina zuri, lakini kimatendo amekufa. Kwenye matendo yake amekufa. Uwe hai katika jina la Yesu Kristo. Jina lako liwe hai, rohoni uwe hai. Bwana Yesu asifiwe. Usiwe na jina ambalo ni hai halafu wewe umekufa. Mtenda dhambi yoyote amekufa, haijalishi aweje, amekufa. Kifo cha kiroho ni kifo kibaya. Kifo cha kutengwa na Mungu ni kibaya. Afadhali ya kifo cha mwilini, kifo cha rohoni ni kibaya. Na ndio maana Adamu na Hawa walipokula yale matunda, walipokula, tunaona ya kwamba wakajikuta ya kwamba wameshafukuzwa kwenye ile bustani. Madhara ya kuondoka kwenye uwepo wa Bwana ni mabaya sana. Shetani ni mdanganyifu, shetani ni baba wa uongo. Unajua kwa nini Adamu na Hawa walijificha? Waanzilishi wa watu kujificha ni Adamu na Hawa. Mtu akiwa anatenda jambo ambalo sio zuri, ni lazima afanye nini jamani? Kwa hiyo muasisi ni Adamu na